Leo nilitamani sana niweze kuongelea jambo moja ambalo kwa muda fulani limekuwa likifanya watu wengi wanakuwa na maswali ambayo pengine yanakuwa hayana majibu. Umeshawahi kujiuliza ni muda gani mzuri kwa wewe kuanza safari yako ya kuwekeza? Sasa leo niko hapa kwa ajili ya kukuelewesha baadhi ya mambo ili uweze kuona huu muda ambao tunao sasa hivi ni muda sahihi kabisa kwa wewe kuanza safari yako ya kuwekeza. Na yapo mambo kadhaa ambayo nitayapitia ama nitayaangalia ili basi tuweze kuona, je, huu ni muda mzuri kwa sisi kuanza safari ya kuwekeza, ama kwa wale ambao ni wageni, aidha wamekuwa wakisikia kuhusu uwekezaji au pia wamekuwa wakiona lakini wamekuwa wakisita katika kuchukua hatua. Kwanza kabisa tukumbuke kwamba soko letu lilianza mwaka 1996 mpaka 98 pale ndio ambayo kampuni za kwanza kabisa ziliweza kuwa listed na zikaanza kufanya shughuli zake ama kuuza hisa kupitia soko la hisa la Dar es Salaam. Sasa kwa muda huu wako ambao wanahisi kwamba wamechelewa, wako ambao wanahisi kwamba bei zimepanda sana, labda sio muda mzuri kuanza kuwekeza. Kila mmoja anaweza akawa na sababu zake ambazo ni tofauti kutoka kwa mtu mmoja kwenda kwa mtu mwingine. Lakini nataka ukumbuke jambo moja kwamba kila siku kuna CDS mpya ambazo zinafunguliwa, kwa maana ya kila siku kuna wawekezaji wapya wengi ambao ndo wanakuja sokoni kwa mara ya kwanza. Wanavyokuja wawekezaji wapya sokoni, hisa tunazoenda kununua ni zile zile za makampuni yale. Upande wa wanunuzi unaongezeka, upande wa demand unazidi kuwa mkubwa, lakini supply ni ile. Makampuni ni yale 22 ama 26, hayajaongezeka. Siku za majuzi hapa zimeongezeka kidogo ETF hapa na pale, lakini makampuni kama makampuni ni yale. Hivyo basi wawekezaji wanavyozidi kuja wengine wapya sokoni, nao wanazidi kutaka kununua zaidi. Ni kwamba nini kinaenda kutokea? Ni kwamba tunagombania zile hisa chache ambazo zipo sokoni, kitu ambacho kwa namna moja au nyingine kinaongeza demand, na demand inavyoongezeka tayari supply iko vile, ni kwamba bei inaenda ikipanda, na bei zinavyokuwa zinapanda sokoni tayari unakuwa unatengeneza faida kwa kupitia kitu kinaitwa capital gain. Kwa hiyo kama bado unaendelea kujiuliza kwamba ni muda mzuri, sijui muda umekuaje, nikwambie unazidi kuchelewa. Kipindi mimi naanza CDS zilikuwa ziko nadhani ilikuwa kwenye 300,000 pale 400,000. Sidhani kama ilikuwa imefika 400,000. Lakini zilikuwa ziko chini, ile namba ilikuwa iko chini. Lakini leo tunavyoongea CDS zimefika around kitu kama 800,000. Na kila siku zinaendelea kuongezeka. Mwaka jana nimeona ripoti ya DSE wanasema zimeongezeka kwa kasi mno. CDS ambazo zinafunguliwa online zimekuwa nyingi kuliko CDS ambazo zinafunguliwa manyo ama kwa kupitia kwa wakala ama wale dealers ambao wanafanya kazi na DSE. Hii inakwambia nini? Hii inakwambia kwamba elimu vile inavyozidi kutoka, elimu vile inavyozidi kuenea kwenda kwa watu wengi wanazidi kuvutiwa na uwekezaji wa soko la hisa la Tanzania. Kwa hiyo watu wengi wanazidi kuhitaji namna ya kufungua akaunti, watu wengi wanazidi kuwekeza kupitia soko letu, na hiyo moja kwa moja inaenda ikipandisha bei, na mambo mengi sana sokoni yanaenda yakibadilika kulingana na demand and supply. Kama unakumbuka, kwa sisi ambao tumekuwa kidogo tuko sokoni kwa muda kidogo, kuna miaka ya nyuma hapo ilikuwa ikifika kuanzia Disemba kuja Januari, bei zilikuwa zinashuka sana sokoni. Kwa hiyo watu walikuwa wanaamini kwamba watu wanauza kwa ajili ya either sikukuu za mwisho wa mwaka, wengine kwa ajili ya kusafiri, wengine kwa ajili ya kwenda vacation, na wengine kwa ajili ya mahitaji ya Januari kwa maana ya shule, bima, kodi na vitu vingine kama hivyo. Lakini tangu mwaka juzi imekuwa ikipungua. Mwaka jana ndio haijawa kabisa, kwa sababu mwaka jana nakumbuka kuna wenzangu ambao tuko nao kwenye group pale walikuwa wanasema tusubiri Disemba bei zitashuka. Disemba ikafika, bei hazikushuka.
Lakini ikaja Januari, wakasema Januari bei nazo zitashuka, tungoje Januari. Januari imeenda mpaka imeenda kuisha, bei hazijashuka, bei zinarudi chini kidogo, halafu safari inaendelea. Hiyo inaweza ikawa ni nini? Inaweza ikawa ni ishara kwamba demand ni kubwa sana sokoni, kiasi kwamba wawekezaji wengi wanahitaji kuwekeza. Kwa hiyo wapo wanaendelea kujaribu kununua kila siku. Kwa hiyo kama unasubiri, huenda unachelewa, huenda unapitwa. Lakini jambo lingine pia la kukumbuka ni kwamba hapo nyuma tulikuwa hatuna ETF, lakini sasa hivi tunazo mbili, na tulikuwa hatuna mifuko ya uwekezaji wa pamoja mingi kama ambavyo tunayo sasa. Tulikuwa nadhani ilikuwa ni mifuko ya UTT peke yao, lakini kwa sasa hivi tuna iTrust, kuna mifuko karibu 6. Kuna Orbit Securities ana mifuko nadhani 2. Kuna iko mifuko mingi ambayo imekuwa ikifunguliwa, na mpaka sasa hivi tunavyoongea kuna mmoja nimeona nao ambao wanafanya IPO. Kwa hiyo huo nao siku si nyingi nao utakuja sokoni. Hii mifuko na hizi ETF unakuta nazo zinawekeza katika zile hisa ambazo na sisi tunanunua. Kwa hiyo kinachotokea ni nini? Kinachotokea ni competition ya kununua. Kwa hiyo yule manager wa mfuko atakuja atanunua. Yeye kumbuka, atanunua kwa bei yoyote ambayo ipo, ikiwa ni block trade ama anaweza akanunua moja kwa moja kupitia soko, lakini anapunguza ile supply. Kwa sababu gani? Yeye hanunui kwa lengo la kununua leo akae nayo miezi 2-3 auze. Ni kwamba ana invest pale kwa lengo la kupata gawio kwa muda mrefu, kama vile ambavyo sera za mfuko wake zimesema. Kama mfuko wake ulisema kwamba atawekeza 20% katika hisa labda za NMB, ina maana atanunua 20% ya fedha zake hisa zile za NMB. Kwa hiyo tayari anapunguza ile supply pale NMB. Kama zilikuwa labda ziko hisa 1000, tayari amenunua 200. Ina maana zile 200 hazitakuwa tena kwenye mzunguko, kwa maana ya kuuzwa na kununuliwa kila wakati kama vile ambavyo ilikuwa. Kwa hiyo tayari zilizobaki sasa kwenye mzunguko ni 800. Kesho tumeenda, umekuja mfuko mwingine nao umenunua 200. Tumeenda, umekuja mfuko mwingine nao umenunua 200. Tumeenda, imekuja ETF nayo imechukua 200. Kwa hiyo kinachotokea baada ya muda mrefu ni kwamba zile hisa zinakuwa zinapungua sokoni. Sasa kama supply ilikuwa iwe kubwa kiasi kwamba wote tupate kwa bei ambazo tunataka, leo tunaona supply imeenda imepungua na tutapata kwa bei ambayo muuzaji anataka. Leo imekuwa ni kawaida kusubiri sokoni mpaka atokee muuzaji. Unakuja unaangalia sokoni, wanunuzi wako wamejaa, lakini upande wa muuzaji hakuna. Hii sasa ni kwamba inafanya bei inakuwa inapanda siku baada ya siku. Utaangalia bei nyingi, kwa mfano NMB na price cap, ile limit yake ni 2% kwa siku. Kwa hiyo utaona karibu kila siku anapanda maximum. Kwa hiyo kila siku anaenda either 2% ama 1.9, lakini kila siku anapanda kwa zile 1% ambazo anatakiwa kuwa mwisho wake kupanda. The same na kina CRDB 5%, unaona kila siku anaenda 5, 4.7, 4.6, 5, 4.7, 4.65. Kwa sababu gani? Kwa sababu demand ni kubwa lakini supply hamna. Kumbuka haya makampuni ambayo yanafanya vizuri, vile ambavyo tunayachambua na tunayaweka kwamba hawa ndio wanafanya vizuri, same na haya mataasisi pamoja na mifuko hii ya uwekezaji wa pamoja na hizi ETF, nao pia hivyo ndio wanavyochambua na wanavyoziona. Kwa hiyo vile tunavyoona fursa na wao wanaona fursa, lakini wao sasa wananunua kwa lengo la kuhold. Tukiongelea kwenye kuhold pia tukumbuke kwa sasa elimu inasambaa sana. Watu wengi wanaongelea mambo ya uwekezaji, walimu wamekuwa wengi wazuri sana wanafundisha, na wengi wanafundisha mbinu nzuri za kufaidika na hili soko letu kwa kuwekeza kwa muda mrefu. Kwa hiyo wengi wanafundisha, wengi wanawapa watu elimu sahihi, lakini ile elimu sasa inapokuja kutumika sokoni, nayo pia inachangia katika kupunguza supply. Kwa nini? Mimi nimekuja na malengo yangu ya miaka 10, nataka labda hisa milioni 1. Kwenye zile hisa milioni 1 ndani ya miaka 10, malengo yangu mimi ni kununua. Kumbuka nimeanza kununua 2019, nimeanza kununua 2020, nimefuata 2021, 2022, 2023, 24, 25 na leo 26 bado naendelea kununua.
Hii inasema nini? Hii inakwambia kwamba zile ambazo nimenunua 2019 bado zipo, hazijawahi kuuzwa tena, na naendelea kuchukua zingine naweka, naendelea kuchukua zingine naweka. Kwa hiyo zile chache ambazo zinakuja sokoni ndio hizo tunazichukua, tunaweka, tunazichukua, tunaweka, tunazichukua, tuna hold. Sasa baada ya muda fulani kupita, ama baada ya muda mrefu, ni kwamba sokoni zinaweza zikawa hamna kabisa, lakini kwa sasa bado tunaendelea kugombania zile chache, zile chache tunaendelea kuzigombania na tunazichukua. Kwa hiyo vile ambavyo elimu inazidi kutoka, watu wanazidi kupata elimu, watu wanazidi kupata maarifa, jambo ambalo ni zuri, linafanya soko linazidi kuchangamka na bei zinazidi kupanda vizuri, na tunazidi kupata ile capital gain kwa wale ambao walianza kipindi cha nyuma kidogo na wale ambao wanaanza leo, na wao pia haichukui muda mrefu mpaka na wao kuanza kuona faida ya uwekezaji katika masuala mazima ya hisa. Kumbuka ni watu wachache sana ambao wanakuja kuwekeza kwa lengo la muda mfupi. Wengi wana malengo ya muda mrefu, lakini hii kuwekeza kwa muda mrefu sasa inatupa fursa pia kwetu sisi kuweza kuangalia soko na kuona zile fursa za muda mfupi ambazo in between mtu unaweza ukatrade na ukatengeneza faida. Kwa sababu gani? Ni kitu ambacho huku nyuma kilikuwa hakiwezi kutokea kwa sababu ya sheria ambazo zilikuwa kwa DSE, lakini pia demand ilikuwa ni ndogo. Kwa hiyo unakuta ili price ibadilike unahitaji volume kubwa ya hisa iweze kupita kwa bei fulani ili ndio bei iweze kubadilika. Lakini tunashukuru kwa mabadiliko ambayo yalifanywa na DSE mwaka jana, tumeona price zimeanza kumove, za kupanda zinapanda, za kushuka zinashuka. Kwa hiyo chochote kinachotokea, iwe kuna news, iwe kuna ripoti ambazo zimetoka, chochote ambacho kinatokea tunakiona sokoni kwa muda na unaona impact yake katika soko. Umeona kwa mfano ripoti juzi zilivyokuwa, ripoti zilikuwa bado, watu wakaanza kuspeculate kwamba ripoti zitakuwa nzuri, ripoti zitakuwa hivi, ripoti zitakuwa hivi, bei zikaanza kupanda. Kwa hiyo bei zilipopanda tayari basi inampa fursa yule mtu ambaye ni mwekezaji wa muda mfupi, ambaye anaangalia sentiment, anaangalia fundamental, lakini pia anaangalia technical analysis. Kwa hiyo anaona kuna fursa, anaweka mtaji wake pale na ndani ya muda mfupi anatengeneza faida na anatoka. Hiyo ndio jambo ambalo linafanya soko liwe active zaidi na zaidi. Na tusisahau kwamba mpaka sasa hivi wawekezaji CDS, najua kuna watu wana CDS zaidi ya moja kwa kutumia minor account, lakini ukiweka CDS zote bado hatujafika CDS ama wawekezaji milioni moja. Kwa lugha nyepesi ni kwamba wawekezaji wote wa soko la hisa bado hatujafika sawa na 2% ya population ya nchi nzima. Tuko around milioni 60, nadhani 65. Kwa hiyo 1% ni kama watu 600,000 hivi. Kwa mpaka sasa hivi tuko kwenye 1% na point, hatujafika bado milioni na 200,000. Sasa hebu fikiria kwa picha nyepesi ama kwa lugha rahisi kabisa, itakuwaje wakati ambao wawekezaji watakuwa wamefika labda milioni 5 au milioni 10? Haya mambo ambayo sasa hivi tunayaangalia, PE imekuwa hivi, PE imepanda, sijui price to book imekuwa chini, overpriced na vitu kama hivyo, vitakuwa havina maana kabisa, kwa sababu utakuta tunanunua hisa ambazo zina PE mpaka ya 20 mpaka ya 15. Kwa sababu gani? Kwa sababu bei zitapanda sana sana kwa ajili ya demand. Kumbuka, bei kupanda haiangalii PE, bei kupanda haiangalii price to book, bei kupanda haiangalii return on equity. Kama kampuni ni nzuri kwenye utendaji wake, kwa maana ya faida inapatikana, watu wakiangalia wanaona haina madeni ambayo yanaweza kawa na hatari, na indicators zingine zinaonyesha kwamba ni kampuni ambayo inafanya vizuri, watu watainunua bila kujali. Ukitaka kuamini hichi ninachokuambia, nenda kaangalie katika masoko ambayo yameendelea. Angalia masoko ya nchi kama Marekani, angalia masoko ya nchi kama South Africa, nenda kaangalie London, nenda kaangalie Tokyo, nenda kaangalie China, nenda angalia pia Dubai, wamefungua soko lao recently. Utakuta kampuni ambazo zinauzwa pale, ukiangalia ratio hizi ambazo tunazungumza sisi, PE, sijui price to book, ni mbingu na ardhi. Mfano rahisi, nenda kaangalie kampuni ya Tesla. Tesla ni kampuni ambayo iko New York Stock Exchange ya Elon Musk. Ukienda ukiangalia price to book yake pamoja na bei ambayo anauziwa sokoni, ni mbingu na ardhi. Kwa sababu gani? Kampuni, watu wakishaamini kwamba kampuni ni nzuri na future yake inaonekana ina mwangaza, watu watawekeza bila kuangalia metrics ama ratio ambazo tumezizoea.
Kwa hiyo nasema hivyo kwa sababu gani? Nasema hivyo kwa sababu huku tulikotoka, mimi nimeanza kununua CRDB ilikuwa ina trade kwa discount kama 0.7 hivi. Yani kitu cha shilingi 100 tunakinunua kwa shilingi 70. Lakini polepole imekuwa ikipanda polepole mpaka hivi tunavyoongea sasa hivi ni kitu cha shilingi 100 tunakinunua 200. Umeelewa sasa? Sasa huku tunakoenda ina maana itakuwa ni kawaida kitu chenye thamani ya 100 tutauziwa kwa shilingi 1000 au 500. Itakuwa ni kawaida. Kwa sababu gani? Sababu ndio hiyo kwamba wawekezaji wanaongezeka, elimu inazidi kutoka kwa wingi, kampuni zinazidi kufanya vizuri, faida ambayo tunaipata tuliokuwa sokoni, tunavyozidi kuiweka hadharani, tunazidi kuwavutia pia wawekezaji wengine waone kuna fursa katika soko, nao wanakuja kuwekeza. Wengi wanavyokuja sokoni, kumbuka idadi ya hisa ni zile zile. Labda tuombe yatokee mazuri, makampuni mengine pia yaweze kufanya IPO na yaweze kuja sokoni. Kulikuwa kuna mipango ya serikali ya kuleta makampuni kama mashirika yake yale kama TANESCO, kama kina ya Tanzania, kina TTCL. Hizo nazo zikija kidogo zitasaidia ili tuweze kugawa ule uwekezaji uwe unaenda katika sehemu nyingine. Kwa sababu sasa hivi utaangalia unawekeza soko la hisa, kama haununui hisa za makampuni, mataasisi ya kifedha, unawekeza wapi? Either uwe kwenye fedha, either uwe kwenye hizi uwekezaji na fedha zote ziko sehemu moja. Ni either uwe kwenye fedha kwa maana ya kina CRDB, NMB, Nicol, Afriprice, DSE, au uwe katika uzalishaji, ambako katika uzalishaji na hapo tunajua pale utakuta kina Toll, utakuta kina Tanga Cement, utakuta Twiga Cement, utakuta TBL. Kwa hiyo hisa ni zile zile, makampuni ni machache sana, na watu wanaozidi kuja kwa wingi ni kwamba bei zitazidi kupanda na kupanda na kupanda na kupanda. Kwa hiyo wewe ambaye hujaanza, mimi nikutie moyo kwamba anza hapo ulipo. Leo unaweza ukajiona umechelewa, lakini ikipita muda fulani mbele, aidha mwaka mmoja, miaka miwili, ndio utajua kwamba uliingia muda ambao ulikuwa ni muda sahihi. Na muda ukiingia, ushauri wangu ni kwamba uwe na malengo, uwe na nidhamu na ujue unachokifanya. Weka malengo ya muda mrefu, wekeza bila kuangalia. Wekeza na baada ya muda fulani utaona matunda ama faida ya kile ambacho umekuwa ukiwekeza. Lakini kama utakuwa wewe ni mtu wa kuwekeza leo alafu unapotea mpaka uone tena hype imerudi, watu wameanza tena kuzungumzia masuala ya hisa ndio uje, utakuwa unapotea. Wekeza, weka malengo ya muda mrefu, kuwa na nidhamu, hakikisha unafuata yale malengo yako na faida ya kuwekeza utaiona. Wala haitachukua muda mrefu kulingana na spidi ya soko ambalo tunayo leo. Haitahitaji muda mrefu, ni muda mfupi sana unaweza kuona hayo yote na unaweza kufanikiwa katika uwekezaji wako. Nikutakie siku njema na uwekezaji mwema kabisa katika soko letu la hisa.